Nashukuru sana Mungu amekulinda na amekuweka salama mpaka wakati huu. Nataka kutia mtu moyo, mtu ambaye amekuwa akivunjika moyo. Nikuambie ya kuwa Mungu anakupenda na Mungu anakuwazia mawazo mema. Yale mawazo Mungu ako nayo katika maisha yako ni mawazo yako ya kusonga mbele, mawazo ya kuendelea, mawazo ya kufanya mambo makubwa. Najua unaweza kuwa umefika mahali umekata tamaa, lakini nataka nikushauri nikuambie bado Mungu anakuwazia mawazo mazuri na mawazo yake yatatimia katika maisha yako. Kile ambacho umekuwa ukitamani kuwa, huenda umejaribu kufanya mambo mengi na imeshindikana. Umejaribu kufanya mambo mingi, lakini kile unapofanya unaona halifanikiwi. Ninataka nikuambie ya kuwa mchana wa leo nimetumwa nikuambie, kuencourage ya kwamba Mungu hajakuacha na Mungu amesikia maombi yako. Yale ambayo unaomba amesikia, na kwa wakati unakuja atatimiza, maana yeye ni mwaminifu na yeye husikia na yeye ni mwema. Bartimayo alifika mahali aliposikia Yesu anapita, akaanza kusema, Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Lakini wanafunzi wakaanza kumkemea, wakaanza kumwambia anyamaze, aache kupiga kelele. Lakini yeye alizidi kupaza sauti na kusema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Mpaka Yesu akasikia kilio chake, akasikia vile ambavyo alikuwa akiomba kwa huruma. Ninaomba na kuombea leo, Mungu asikie kile kilio umekuwa ukilia. Mungu asikie yale maombi umekuwa ukiomba. Haijalishi umejaribu mambo mingi na imeshindikana. Wakati mwingine unatamani kukata tamaa katika maisha yako, lakini ninataka nikushauri ya kuwa usikate tamaa, kwa sababu Mungu bado anakuwazia mawazo mema, na kile Mungu anakuwazia kitatimia katika maisha yako. Bartimayo hakusikiza sauti za watu. Ni kwa nini umekuwa ukisikiliza sauti za watu? Ulikuwa unataka kufungua biashara, ukasikiliza watu ambao hawawezi wakakusaidia na maono yako yakakwama. Ulikuwa unataka kwenda shule, ukasikia watu wamekuvunja moyo mpaka ukaachana na hiyo shule. Ni nini hiyo ambayo unafanya uresign kazi? Unaandika barua ya resignation. Una resign kazi kwa sababu ulisikia watu wakiongea. Kwa nini? Na ni kwa nini unataka kutoka kwa relationship yako, utoke kwa ndoa yako kwa sababu ulisikia watu wanaongea? Nataka nikuambie ya kuwa huenda umeomba maombi mengi, lakini wakati unasikiliza sauti ya mwanadamu, Mungu anakuwa hawezi sasa kusikia sauti yako. Bartimayo hakusikiliza vile watu wanaongea. Yeye alijua ya kuwa huyu Yesu ambaye ninamuita, Yesu ambaye ninasikia anapita hapa, hawezi akapita kama hajanisaidia. Si Mungu akupatie imani kama ya Bartimayo, imani ambayo utaamini ya kuwa mimi nitabarikiwa, mimi nitainuliwa katika jamii yetu, mimi nitakuwa mstari wa kwanza kuinuliwa. Mungu atanibariki na atanipeleka viwango vya juu. Kwa nini usiamini ya kwamba Mungu ambaye ninakuambia habari zake anaweza kubadilisha maisha yako? Kwa nini unataka kukata tamaa na wakati umeomba maombi yako yamemfikia Mungu? Wakati majibu yanakuja, wewe unakuwa umekata tamaa. Ninakuombea upate roho ya kuendelea, roho ya kuendelea. Nakemea roho ya kukurudisha nyuma. Kile ambacho unaona hauwezi, nataka nikuambie ukiwa na Mungu unaweza. Mahali ambapo unaona hauwezi ukafika, nataka
nataka nikuambie, ukiwa na Mungu unaweza ukafika. Kile unataka ni ukue na imani. Ujue ya kuwa nimetaka kufungua biashara na sitasikiza sauti za watu. Ninataka kuingia kwa ndoa na sitasikiza vile watu wanaongea. Ninataka kwenda shule na sitataka kusikiza watu vile wananivunja moyo. Yeah, you have to believe yourself and set your faith unto the Lord and believe that what you are going to do will be successful, and you are not a product of failure. Whatever you want to become in life, you can become. So you are not limited to become whom you want. So you can chase your success, chase your dream. Don't sit down and don't listen what people says. You have to believe that God can do it, and He will do it, and every and each time you are asking Him. So unafaa ujiamini ya kuwa Mungu ambaye unamtumikia anaweza kubadilisha maisha yako. Mungu ambaye ninakuambia habari zake anaweza kukupeleka viwango vingine. Kwa hivyo nataka encourage, nikuambie, huenda watu wengi wamekuvunja moyo. Mimi nitakutia moyo nikuambie, wewe ni mtu wa maana sana. Mungu anakupenda na ako na mawazo mema na maisha yako. Usije ukakata tamaa, kwa sababu kuna yale Mungu anakuwazia na atayatimiza katika maisha yako. So atakuheshimisha kwa familia yako, atakuheshimisha kazini, Mungu atakuheshimisha kanisani kwenu, na Mungu atakupeleka viwango vya juu ambazo hata watu wa kwenu hawakufika. Mungu atakuconnect na watu ambao watakusaidia na watakubadilishia maisha. Utakutana na destiny helper katika changamoto unazozipitia, hautaziona tena. Kama vile Farao, kama vile Musa aliambia wana wa Israeli, hawa wanajeshi wa Farao mnawaona wakikuja, hii ni mara yenu ya mwisho kuwaona, hamtawaona tena. Na wote walikufia kwenye bahari. Ninataka nikuambia hata wewe, changamoto unazozipitia leo hautazipitia tena. Wakati Mungu ameingia ndani yako na amebadilisha maisha yako, utaenda mbali. Nataka ufollow YouTube, BSG TV, Facebook, Bible Study Group by Evangelist Mungai. My personal account Facebook ni Joseph Mungai. Follow me na Mungu atakubariki sana. Shalom.